Kujua wokovu wangu. Kujua wokovu wangu. Nilipokuwa najiandaa pia mimi nilikaa na kutafakari. Leo hii tuko na shughuli nyingi. Tuko na mambo mengi yenye tunajihusisha nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na jamii, tuko na family, unaangalia Kazungu hapo na mtoto hapo. Hapa na pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hiyo ni shughuli yake. Bwana amempatia. Tuko na kazi, umepewa kazi Monday to Saturday. Unaripoti hapa. Kanisa iko na project. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikawa na tafakari siku Yesu atarudi. Wapendwa, itakuwa bado inaendelea hivyo hivyo. Kuna wengine bado atakuwa na project ya kujenga kanisa. Haleluya. Nikakumbuka wanafunzi wakisema tunajitahidi sana. Kwa maana ni Paulo, kuna mahali Paulo ameandika kuja kwa Yesu Kristo kumekaribia sana zaidi ya ule wakati tulioamini. Kwa hivyo kama niliokoka 2012 ama 2010, kuja kwa Yesu leo kuko karibu zaidi ya huo wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana pengine ni kesho. Kwa hivyo kuko karibu. Ninapoendelea kuzeka, ninapoendelea kusonga kila siku, kuja kwa Yesu kuko karibu. Kwa hivyo ni muhimu sana tukumbushane. Haleluya. Japo tuna project ziko kweli, lakini ni muhimu sana. And this should be very primary. Hata ninapotwanga, Bwana Yesu asifiwe. Ninapotwanga, si tuko wawili tunatwanga. Haleluya. Mimi ni kweli ninatwanga nikijua, Bwana Yesu asifiwe, wokovu wangu. Nikiwa tayari nimejua wokovu wangu. Tunapokuwa kazini, niko pale nikiwa nimejua wokovu wangu. Tunapokuwa tuko katika safari, unasafiri, unaenda up country. Haleluya. Uwe pale ukijua wokovu wako. Maana siku hiyo itakuwa ni siku ya kutisha. Mama amesema pale. Na wengine wanapenda watch series. Majenzi mnaona watch series au wapi? Very thank you. Nani? Na Kiovela bado na watch series. Pia mimi nilikuwa naziwatch. Siku hizi sina hiyo time, itanishinda kidogo, ina challenge. Haleluya. But kuna movie inaitwa Left Behind. Unaweza andika, ni movie nzuri, unaweza watch. Hata unaweza enda kwa mtu asaipo kumwambia nitafutie movie inaitwa Left Behind. Ni Christian movie. Haleluya. Unaweza watch na watoto wako. Inaonyesha taswira ya hiyo siku. Itakuwa ni siku ya kutisha. Haleluya. Maana kama pilot alikuwa ni ameujua wokovu wake, hiyo ndege mnadhani inaenda kulandi wapi? Yesu hatasema ewe pilot fikisha watu ndo upae. Akitokea mawinguni, sote tunaacha ile mili kufumba na kufumbua. Pilot hayuko, mmejiongozeni pale kufumba na kufumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yule daktari alikuwa theater anafanya hiyo ni upasuaji, ameenda, mmeachwa hapo, nyinyi hamjui. Na hata huyo mwenye alikuwa anafanya upasuaji haleluya, huyo naye ana wokovu wake, ameenda, mnaachiwa mwili. Hata sijui mwili mtabaki nao hapa mtaenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa itakuwa ni siku ya kutisha. Itakuwa ni siku ya kutisha. President hayuko. Commander in chief hayuko. Alikuwa ameokoka. Haleluya. Mambo yataharibika. Magari yatagongana. Traffic officer hayuko. Yeye ndo alikuwa anasimamisha hao wapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa ni siku ya kutisha. Sasa hiyo movie inajaribu kuonyesha in reality vitakuwaje. Maana huo wakati hakuna mtu anaujua. Ingekuwa tumeandikiwa hiyo siku ndege asingepaa. Bwana Yesu asifiwe. That day kungekuwa hakuna kitu, operation inaendelea, ni watu wakae sasa wangojee. Haingekuwa ya kutisha kama nipo. Lakini ile mradi watu wataendelea, itakuwa ni siku ya kutisha. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo tunapoishi chini ya jua, tunapokuwa katika ushirika hivi, ni muhimu kukumbushana habari za wokovu. Luka mtakatifu mlango wa 24 mstari wa 44. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa. Haleluya! Yote aliyoandikiwa katika Torati ya Musa. Kwa hivyo inakuelezaje? Torati ya Musa imeandikwa kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata unaposoma Old Testament unasoma ili uone nani? Kristo. Mungu hapo ana business nyingine. The business was Jesus. Kuanzia mwanzo. Yesu, Yesu, Yesu. Mpaka milele ni Yesu. Kwa hivyo katika Torati ya Musa yaliandikwa kwa ajili ya Kristo, na katika vitabu vya manabii na Zaburi inaandikwa kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma vitabu vya manabii, unasoma katika Elia, uliza hilo neno Kristo yuko wapi? Utaona linakwambia Kristo huyu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Mzaburi, Kristo yuko wapi? Zaburi itakwambia Kristo yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. When you read it that way, unapolisoma neno ukiwa unatazamia kumwona Kristo, the word will speak to you. Bwana Yesu asifiwe. Hilo neno linaacha kuwa kama gazeti. Lakini ukisoma tu upate knowledge, naona hata nilisahau nisoma nini. But when you read ukiwa unamtafuta Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana yeye ni kweli, yeye ni neno. Hilo neno linaweka uzima ndani yako. Verse 45. Ndipo akawafunua akili zao wapate kuelewa maandiko. Haleluya. Kristo akafanya nini? Akafunua akili za wanafunzi wake, akafunua ili wapate kufanya nini? Kuelewa maandiko. Verse 46. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Haleluya. Kristo alifufuka lini? Na alikufa lini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kristo alikufa lini? Tusaidiane, manake kuna a lot of ignorance in the church of God ambayo si muhimu, haisaidii. Tulienda shuleni tukapita vizuri, lakini mambo ya Mungu mpaka unashangaa. We are not even giving attention to vitu ambavyo tunasoma hapa. Alikufa Friday, hiyo ndio inaitwa good. Alafu akafufuka lini? Sunday ama Monday? Yes? Sunday. Na Sunday inaitwaje? Easter Sunday. Na Monday inaitwaje? Easter Monday. Kwa hivyo watu wanafurahia siku gani? Easter Sunday. Hiyo ya Monday ni ya serikali, watu wapumzike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wengine Monday waliamka ukiambia watu Easter Monday, Easter Monday. Hiyo ni yao wapumzike. Sunday ndio kulikuwa na kitu ya kujikumbusha kwamba Kristo leo amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Monday tulia, kama ni kupumzika lala tu. Kama ni kufurahia ni Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Nilikutana na mchungaji mwingine hapo kwa Facebook ana Monday. Nikamwambia baba, kwa neema ya Mungu, siku ya tatu ni lini? Baadaye akapost, je, unaweza mcorrect baba yako? Akasema huyu na Bwana Yesu asifiwe.
Siku correct hata hapo, nilienda inbox because niko na hekima kidogo. Nilienda inbox because kama wewe ni mchungaji na ni mchungaji pia anakuwa tupo marika. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni lazima tusaidiane so that in the future you are leading people. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu na waongoza wakue katika hekima. Hayo mambo ndio utaenda kuhubiri huko nje and you are challenged. Na ndugu zetu, kwa nini hamuelewi mambo yenu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo siku ya tatu akateswa na kufufuka siku ya tatu. Aliposema unaweza challenge babako ni mwaje hapa. Vitu zingine select your battle wise. Usijibu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. 47 yeye alichaji wa kweli, next time atapita vizuri. 47 nasemaje? Na kwamba mataifa yote, hapa ndio kuna tutaweka mkazo, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake. Sasa baada ya kuteswa, kufa na kufufuka kwa Kristo siku ya tatu, mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mataifa yote. Wapendwa, niwaeleze vizuri. Hakuna injili yoyote nyingine ambayo ina make sense huko nje kama hii injili. Injili gani? Jina kuhubiri habari ya toba na ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Repentance and forgiveness of sin. Every religion. Bwana Yesu asifiwe sana. And si religion tu, hata wale walikuwa wanaabudu miungu kitambo, shida yao ilikuwa ni moja tu. Haleluya. Shida yao ilikuwa ni moja. Nini? Dhambi. Hata ukiwachi movie za Nigeria, wataenda alafu yule mtu anakuja kwa mfalme ameshikilia mti. Anakuja kuambia mfalme hii kingdom itapigwa maana kuna mahali imekosea. Bwana Yesu asifiwe sana. The gods are not happy. The gods are not happy. Hata hao wa miungu walijua wanadamu wako na nini? Na shida. Kuna mahali wanafika wanakosea. Wakikosea miungu inakasirika. Sasa wanaleta ujumbe kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa Wahindi ukisoma vizuri ya dini utapata kuna shida pale ya kwamba kuna wakati wanadamu wanaudhi gods. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapokuwa na injili hii, mataifa yanatupokea. Injili kwamba kuna ondoleo la dhambi. Na wengi wanasema wewe ni Mkristo kwa sababu ulizaliwa kwa Wakristo. Mimi I take my time. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Ukristo ungekuwa fake, ningekuwa nishaacha Ukristo kitambo. I do research. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nafanya research. Mimi nafanya research. Naambia mtu fanya research. Because wengine they are Muslims because they were born in. Wengine ni Wakatoliki kwa sababu walizaliwa pale. Wengine ni wa Anglican because nilizaliwa hapa. Sasa kwa nini uko hapo? Kuna sababu nyingine nzuri. Ni kwa sababu nilipata watu mama na baba hapa. Mimi nafanya research. Kama si hapa kuna kweli, naitafuta kweli kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naitafuta kweli kwa hapa. Na kulingana na research yangu nimeendelea, nikajua wengi wanasema tuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu ukisema habari za Mungu anasema hatuna shida, Mungu ni mmoja. Hata wao wimbo wa Mungu ni mmoja wanaweza kuimba. Haleluya. Mungu ni mmoja tu, watu wanaweza imba na ustadi wao wimbo. Maana ni kweli. Lakini Yesu hapo ndio kuna shida. Na Yesu sasa ndio njia, kweli na uzima. Na ndio anaingilia hapa. Jina lake Yesu. Toba na ondoleo la dhambi. Wengi watakwambia tuna Mungu,
Mungu huyo huyo mnamwabudu, ndio huyo tunamwabudu kweli. Lakini sasa habari za dhambi hapo, wewe uko vipi? Bwana Yesu asifiwe. Hapo kwa habari za dhambi hapo yeye atakwambia sisi ni wanadamu. Haleluya. Sote tumekwisha kufanya nini? Kutenda dhambi, kuanguka na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hiyo vazi pia ni kama inaaminiwa na maamini yote. Wote wanaamini. Yaani hata haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri watu wanapoelewa hivi, hapo ndipo wokovu unaanzia. Mwanadamu anapoelewa ya kwamba yeye ni mwenye dhambi, yaani akiwa tu hivi ni mwenye dhambi. Kwa hivyo sasa tunaleta nini? Dawa. Habari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati news zilikuwa zinatangazwa kuna COVID-19 Russia, China, watu wamekufa 300 leo, kila siku kuna statistics. Was that good news? Hizo zilikuwa good news, zilikuwa bad news until kulipoanza kujulikana kuna hizi nini zinaitwaje, hizi za kudunga dunga, chanjo. Sasa kulipojulikana kuna chanjo, mioyo ikaanza kupata afadhali. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna habari njema sasa, habari njema. Chanjo imefika Kenya. Unasema asante Yesu. Hii ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile siku nisikia Mombasa wamekufa watu 20. Was that good news? Unajua mimi pia niko Mombasa. Pengine next kesho nitakuwa mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini good news ni kwamba sasa ile chanjo imefika Mombasa, hata iko Bomo Hospital, iko West General. Hiyo inakuwa ni good news. Haleluya. Ni good news. So hata leo ulimwengu hiyo bad news uko nao, ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Sasa good news tuko nayo sisi, maana Kristo ametufunua. Bwana Yesu asifiwe. Tupate kuelewa, na tumefunuliwa tupate kuelewa nini? Ya kwamba mataifa yote watahubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio kitu naweza kuhubiria watu peke yake. Watu wa mataifa, hii ndio utahubiria. Wengine wako na pesa. Ukiambia Mungu atakubariki, anaambia nini, nishabarikiwa kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wako na hekima. Kwambia unajua Mungu anainua watu ambao hawana hekima. Kwambia mimi mzee niko na hekima ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini fika kwa dhambi sasa. Fika kwa dhambi, atakwambia hata mimi nataka kusikia, because najua mimi mwenye dhambi. Kimwambia sasa ninajua wewe ni mwenye dhambi, mimi si mwenye dhambi. Hapo ndipo unapata nafasi kwa ajili ya mataifa. Haleluya. Even Pharaoh had powers. Bwana Yesu asifiwe. Musa haikutosha tu eti aonyeshe kuna nyoka. Pia Pharaoh alisema pia mimi hawa magician wangu wanaweza toa vinyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So sometimes it is not about power, demonstration. Wanakuambia pia sisi hii miungu yetu inaponya wagonjwa. Hii miungu yetu hii ikukwambia kesho hauamki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwauliza habari za dhambi, watakwambia hapo ndipo kuna shida. Sasa hapo tunapata nafasi ya kumhubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata nafasi ya kumhubiri Yesu. Wengine hata ni wakubwa zetu, ni wazazi wako. Hawezi waambia kitu. Lakini tukifika hapo, tukwambia hata hebu tusikie pia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio injili tumepewa. Watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa tuseme, wewe utaendaje kuhubiri hiyo habari kama hiyo habari wewe mwenyewe uifanye nini? Hauijui. Kama hiyo habari hauna uhakika nayo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hauna uhakika nayo ndani?
Amen. Toba, repentance, na ondoleo la dhambi. Sasa toba ni nini? Haya mambo huwa tunafundisha alafu tunarudi tena kufundisha, because Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mambo ambayo ni ya msingi katika maisha ya wokovu. Mtu ambaye amepata Kristo. Bwana Yesu asifiwe. And we cannot assume every time hii Mungu anaweka ndani yangu, I can never assume. Because watu kanisani wanaongezeka. Kuna wengine walikuja last year, wengine walikuja this year. Bwana Yesu asifiwe. Repentance. What is repentance? Repentance si kwenda mbele za Mungu umwambie Bwana, niliiba sukari jana. Nisamehe. Sitaiba tena kesho. Watoto, kuna mtu aliiba sukari jana? Ukishikwa utamwambia mama, kesho sitaiba. Lakini tena kesho mama akikutafuta vizuri atakupata na hiyo the same scandal. Hiyo sasa si toba. Lakini watu wa dini walipokuja walifundisha hiyo ni nini? Ni toba. Naambiwa kuna siku ya kuungama dhambi zako, uende ukaseme kwa mtu. Wanaisha siku. Kuna vitu tumefunzwa, lazima tutoe, tuweke the right things. Wanaisha siku sana. Toba maana yake in Greek is turn around. Haleluya. Nilikuwa ninaenda hivi, unaambiwa toba. Bwana Yesu asifiwe. It is turn around. It is not saying, it is an action. Haleluya. Ulikuwa mwizi, toba. Si mwizi. Mwasherati, toba. Ukitubu una turn around. Unaendea njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo inafanya kazi. Lakini eti ile ya kusema na maneno, Bwana leo nimekuwa mwasherati, kesho sitasherati. Utasherati tena kesho. That one does not work. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hatari yake ni kwamba utasherati mpaka siku ya mwisho utakuwa unasherati. Haleluya. Utaachwa siku ya kutisha. Lakini ukiturn around, siku ya mwisho itakupata uko mbali sana na washerati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio Kristo anasema watakatifu peke yake ndio watakaoona. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata leo tukiuliza watakatifu nani ni kina nani wako watakatifu hapo? Wengine hawatanyosha mikono. Wanasema sisi. Alafu na mgoja Yesu. Utamwonaje? Si wewe unadanganya. Maana watakatifu tu ndio watakaomuona Yesu. Ndio watakaorithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaenda church unaambiwa, wewe si mtakatifu. Alafu tena baadaye pastor anakuambia utamwona Mungu. Hiyo ni confusion. Haleluya. Kwanza mpaka ukuwe mtakatifu. Pastor akikwambia wewe mtakatifu, sawa. Alafu akwambia utaona Mungu, wewe ni kweli. Maana mtakatifu ndio atakaomuona Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So kazi yenye tuko nayo ni watu tuwajulishe. Neno liko hapa, watahubiriwa, watajulishwa. Make them understand. Bwana Yesu asifiwe. Kazi kubwa, hata kama ningekuwa naweza pata nafasi tu, hadi kila mtu siku moja. Manu, wewe Monday tunakubuku, wewe mimi na wewe, tuko na wewe. Mpaka nikueleze, nikusomee verse 16, nikusomee zote mpaka mwisho unaniambia very mimi nimeelewa. Hiyo nakwambia aenda nyumbani. Kesho nipatane na mwingine. Hivyo ani mpaka aelewe. Hiyo ndio kazi wachungaji wamepewa, kuwajulisha, kuwahubiria. Kuwahubiria nini? Toba. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sasa wewe si mwasherati. Uasherati ulichukuliwa na Yesu. Tembea katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Because si kazi ni kukujulisha. Bwana Yesu asifiwe.
Nikikujulisha ukijua wewe uko free. Leo watu wengi anasema ninachonga jaba, tena kesho nitachonga kwa sababu nisipochonga nitasikia na mwana kichwa. Huyo mtu kimjulisha kesho hautaumwa na kichwa usichonge, huyo kuna uwezekano mkubwa kesho atachonga. Maana amejua na ameamini kwamba hataumwa na kichwa. Lakini ile fia kwamba ataumwa na kichwa unapata kila siku sasa. Amekuwa ni mtumwa. And that's how addiction gets. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mlevi inaendelea. Lakini tunapomhubiria ya kwamba kwa jina la Yesu wewe si wa kuamkia ku-unlock kila siku unaenda kutoa lock. Unamhakikishia, unamhubiria. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ajue kwamba mimi si mtu wa lock. Ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kujua. Romans chapter 20. Nasemaje? Mtafanywa upya kwa kugeuzwa nia. So kila wakati unapohubiriwa hiyo injili inaweka kitu ndani yako, inaweka imani ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweka imani ndani yako. Haleluya. Kazi ya manabii ilikuwa ni kutembea kuambia nyinyi mmemkosea Mungu. Hiyo ndio ilikuwa kazi yao. Na hakuna utakatifu uliotokea pale. Haleluya. Kazi ya Torati, nyinyi msizini, mnazini. Msiibe, mmeiba. Msiabudu miungu nyingine. Tumeona leo mlikuwa mmetengeneza sana miungu ya dhahabu, mnatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. What was the purpose? Purpose ilikuwa ni kuandaa mwanadamu ajue ya kwamba mimi niko na nini? Niko na shida. Haleluya. Mimi niko na COVID-19. Yesu anapokuja ana habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba vaccination imeingia. Njoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tuko na nyimbo zetu. Nimedungwa sindano ya Yesu. Nimedungwa sindano. Sasa nimepona. Haleluya. Hizo nyimbo siku hizi hazimu. Siku hizi ni lakini hizo nyimbo tunazijua wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimedungwa sindano. Inamaanisha nilikuwa na ugonjwa fulani, lakini nilipokutana na Yesu nikapata chanjo. Sasa nimefanya nini? Nimepona. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Huyo ni mtu amejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usingoje eti upigwe kama na nguvu. Unasikia kama nimepigwa shoti na stima, basi unasema wapendwa nimeokoka. Ni ujue, ukue na kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. You understand. Christ did it for me. Na uamini ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imani inakuja vipi? Kwa kusikia na kusikia. Kusikia na kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo pekine umesikia, hai make sense kwamba wewe ni mtakatifu. Nitasema tena, utasikia. Hiyo itajenga imani. Maana yale ulisikia mara nyingi. Si unajua mpaka niondoe ile ulisikia. Ile ulisikia wewe ni mwenye dhambi. Hiyo umesikia sana. Hiyo umesikia wewe ni mwenye dhambi. Wewe ni mwenye dhambi. Wewe ni mwizi. Sasa mpaka na mimi nijenge imani nyingine. Wewe ni mtakatifu. Kwa kazi za Yesu. Kwa kuteswa kwa Yesu. Kwa kufa kwa Yesu. Na kufufuka kwa Yesu. Wewe ni mtakatifu. Haleluya. Wewe ni mtakatifu. Wewe umesamehewa dhambi. Haleluya. Hiyo unapojua, unapoamini. Hiyo siku Yesu akikuja basi, my friend, utaenda mbinguni. Hiyo tu. Haleluya. Unapoamini na unakiri kwa kinywa chako. Watu wakikaa mahali wameketi watu 6. Unajua mazee siku hizo watu wanaenda church lakini watu wote wameanguka. Kuna vazi nasema sote tumeanguka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unasema ni kweli hiyo vazi nasema hivyo, lakini huko mbele inasema
Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa neema ya Kristo tumekombolewa. Kwa hivyo mimi niko hapo mbele. Mimi nimekombolewa, sijaanguka, nimekombolewa. Yesu akikuja nitaenda naye. Unakiri wokovu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haimaanishi sasa hatupigiki na magonjwa. Magonjwa yanakuja. Unasikia kwa mwili wako hapa kuna kahoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kweli ni gani? Kweli ni kwamba kwa mapigo ya Kristo tumekwisha kupona. Sasa huo wakati ndio wakati wa kuactivate hiyo kweli ndani yako. Na hiyo inakufanya unapokea uponyaji. Haleluya. Tabia moja ya shetani, nikukumbushe tena. Shetani si mtu akigongwa anaenda kabisa. Ukimgonga anaenda, anarudi. Mapepo pia wana tabia hiyo kama ya baba yao. Wakitolewa leo, anatoka mmoja anaenda. Akienda ataita saba. Atasema kuna mali nilitolewa, turudini tuangalie kama hiyo nyumba bado iko vacant, tutaingia. Watu saba. Na mara ya kwanza ilikuwa ni pepo limoja la hasira. Sasa waliporudi wakapata ndani yako haujaweka Roho Mtakatifu. Wakapata vacant. Unaingilia ya ile la hasira, wizi pia unaingia ndani, kiburi, uchungu, hadi ukimshikilia mtu hata unataka kumwachilia. Mpaka hizo wafike mapepo saba wako ndani. Hiyo ndio kazi ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu aliposema kwa mapigo yake sisi tumepona, shetani pia alisikia. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo ukitamka anasikia, lakini hasikia akaenda kabisa. Ataleta homa kesho. Sasa ndio usimame tena kwa mapigo ya Kristo nimekwisha kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na sisi pia tuna develop hiyo tabia ya kwamba tuna persist. Bwana Yesu asifiwe. Yeye kama venye ana persist na sisi tuna persist in the truth. Maana tusipo persist tutaanza kuchukua uongo wake. Tutaanza kukula uongo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tumeambiwa hapa ni kuwahubiria kwa jina lake habari ya toba. Kwa hivyo toba ni repentance, kuturn around. Hiyo ndio toba ya kweli. Hiyo ndio toba Mungu anaielewa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio toba Mungu anaielewa. Na anaona moyo ambao umegeuka. Huo moyo mwizi hapo msalabani. Hata tayari amehukumiwa. Huyu ni mwizi, amehukumiwa afe tayari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mahali mwili hauwezi geuka, moyo unaweza geuka. Mwili ulikuwa pinned, hauwezi kugeuka. Lakini moyo wa mwizi ukageuka pale msalabani. Kasema wewe Yesu haustahili hapo. Sisi tunastahili, lakini wewe haustahili. Bwana Yesu asifiwe. Yesu leo ukienda unikumbuke. Huo moyo. Yesu tayari aliona. Moyo umefanya nini? Umegeuka. Huyo mwizi kuna kitu alifanya? Nothing. Na Mungu anaangalia hivi, moyo umegeuka. Kwa sababu out of the heart comes out things of life. Moyo ukigeuka, watu ni washerati kwa sababu ya mioyo yao. Huo moyo ukiacha washerati, hata washerati haukui na testi tena katika mwili wako. Moyo ukiacha masengenyo, utakaa mahali watu wanasengenya unatoka. Maana moyo haupo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo haupo hapo. Kuna moyo ukikata chakula hawezi kula hiyo chakula. Siku na gani nasikia moyo wangu sasa hautaki kula mandazi. Na hayo mandazi haukuli. Maana moyo hauko hapo. Moyo kama hauko. Bwana Yesu asifiwe sana. So repentance is a turnaround. Haleluya. Lakini ukijaribu sasa nang'ang'ana mwenyewe. Uking'ang'ana mwenyewe utang'ang'ana 1 week utarudi tu pale pale. Maana ni wewe. Lakini ukimwachia Yesu moyo wako, mwambie Bwana, huu moyo nimekupatia. Hebu utengeneze, ufinyange huu moyo. Nataka nikuishie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mataifa wahubiriwe habari hii. Toba na ondoleo la dhambi.
So one, you must turn around. Ndio usiseme eti tunakuhubiria injili ya uongo. Neema ndio hii. Turn around. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani inamaanisha kama ulikuwa mwizi, hautaiba tena. Hiyo ni turn around. Alafu tu, ondoleo la dhambi. Ujue kwamba dhambi zako zilichukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi zako zimefanya nini? Zimechukuliwa. Neno linasema njoni kwangu mnaolemewa, mnaoteswa na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. So hiyo ndio Kristo alifanya. Alichukua mizigo yetu, alichukua masikitiko yetu. Bwana Yesu asifiwe. He took our burdens, he took our sorrow, he took our infirmities. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kupigwa kwake tumepona. Bwana Yesu asifiwe. So hayo ndio mambo inafaa uishi ukielewa. Hata kama kuna nyimbo unaweza imba asubuhi, narejesha sifa kwa Mwokozi, nimekombolewa, haleluya. Sikia hiyo nyimbo inasemaje? Ninarejesha sifa kwa Mwokozi, nimefanya nini? Nimekombolewa. Na kuna nyimbo zingine najua ukitafuta vizuri sasa inaweza pata, lakini nifanye sikujitayarisha. Mimi ni mwenye dhambi. Kuna wimbo lazima uko hivi. Mimi ni mwenye dhambi Bwana, hata sistahili mbele zako kabisa. Sasa mtu mwenye anaimba huo wimbo na huyo mwenye anaimba anarejesha sifa kwa Mwokozi, ni yupi anakaa yuko karibu na Mwokozi? Haleluya. So kuna nyimbo zinakupeleka nimekombolewa, haleluya. Hata kama ulikuwa na mwana kichwa, unaona ukombozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kichwa inaendelea tu kuachilia pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unangoja fees za watoto wako, nimekombolewa, haleluya, nimekombolewa, haleluya. Hiyo nyingine sasa, mimi ni mwenye dhambi, unaimba. Baba utalia hapo, utakaa hapo ulie. Hata ndio unaona hata kama stress zinaongezeka, unakuwa wasi. That is not the will of God. The will of God ni kuingia ndani ya moyo wako, kukuambia tulia. Tulia. Bwana Yesu asifiwe. Leteni mizigo iliyo mizito, nami ni wapumziko. Pumziko. Mali ukikaa umepumzika. Kuna nyimbo ukiimba unasikia umepumzika. Imba hizo nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Nyimbo ukiimba unasikia umepumzika tu. Kwa vigezo nisingechaguliwa, ila wewe Bwana wanipenda. Kwa ibada nitaimba sifa zako, umenitenda wema. Sasa kama hata kulikuwa mambo yako mazuri pale kwa nyumba yako, unasahau hayo, unakumbuka mema. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka mema. Wapendwa, lazima tujifundishe kuchune ourselves in truth. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiishi na mke wako, wewe ukiamua tu uone negatives, utaona negatives mpaka jioni. Bwana, hadi unaamua sasa leo mke wangu nataka nione negatives. Sasa Bwana ananiambia haraka. Bwana utaona, lakini ukiamua baba, Mungu nataka nione positives, utaona venye mke amekuzalia watoto warembo jamani. Anajishughulisha, anakusaidia bara viatu vimepangushwa. Ungekuwa na kitu yenye iko negative, hauoni viatu vimepangushwa. Unaona viatu vyako vimepakwa maji. Hivi viatu si vya kupakwa maji. Mbona mama umepaka maji? Lakini mtu ako na positive mind. Amen. Anaona amesaidiwa, viatu vimetengenezwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kiambia sukari imeisha hapo ukiwa na negative. Taambia watu wenye unapata. Taambia maneno mengi, budget, uchumi, hata Iran, kitaka Iran utaanza kueleza. Because it's negative. Lakini ukiwa positive, sukari imeisha. Kwa hiyo hii wiki tumekuwa na wageni wengi. Sukari lazima
Huyo mtu ako na positive mindset, anaishi vizuri in truth. Bwana Yesu asifiwe sana. And God will bless you. Mali kokote uko na mindset, hata kwa biashara ukiingia na hiyo mindset, you will attract more clients. Bwana Yesu asifiwe. Watoto watakupenda nyumbani. Haleluya. Habari njema. Ondoleo la dhambi kuanzia tangu Yerusalemu. So the gospel was to begin in Jerusalem. Na Jerusalem ni hapa. Ndio maana ni muhimu sana. Maana tusipojua hii, utakaa na mpendwa ndugu yako hajaokoka. Unashangaa sasa huyu itamwambiaje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaanzia ondoleo la dhambi. Hizi habari za dhambi. Naona maovu yameongezeka. Ni kweli. Maovu yameongezeka. Sasa tutaokokaje? Bwana Yesu asifiwe. Unapata nafasi ondoleo la dhambi na kuwaonyesha jinsi wamesamehewa. Kuwaonyesha watafunuliwa. Kuna wakati nafika wanafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mawazo yao yanafunuliwa. Anasema Bwana, mimi ni mtakatifu. Mimi nimesamehewa. Mimi nimekombolewa. Mimi nimepona. Mimi nimebarikiwa. Sijalaaniwa, nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo unaishi sawa na neno la Kristo. Ephesians 1:7. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasemaje? Katika yeye huyo, katika Kristo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha. Kwa hivyo kwa damu ya Yesu tuna nini? Ndugu, kwa damu ya Yesu kuna nini? Kuna ukombozi wako na msamaha. Sawa bwana? Kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ilimwagika ilimwagika. Kwa hivyo pale ilipomwagika, mimi nikapata ukombozi. Haleluya. Na sasa tutauliza mbona wana na hapo sana. Because najua it is one thing to be free and it is another thing to walk in freedom. Bwana Yesu asifiwe. Hata Petro yuko gerezani, ashafunguliwa minyororo. Si utoke bwana. Bado hapo. Sasa mpaka malaika amuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata unaweza kuwa unajua mimi nimekombolewa, lakini unaishi kama mtu amefungwa. Haleluya. I think hiyo ni psychological. Mbuzi mwenye amezoea kufungiwa mahali fulani, hata ukimfungua hiyo kama unaweza shangaa hiyo siku hajatoka hapo. Juu yeye amezoea kuishi pale pale. Kama iko kweli ulifunguliwa, lakini mbuzi anachezea tu pale pale. Maana psychologically ameandaliwa atakaa pale. Sasa ni lazima tuondoe hizo fikra. Ni kinyume cha elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu inakwambia umekombolewa. Tembea sasa kwa uhuru wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno linasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Tena wingi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Hakuna dhambi inatosha kushinda damu ya Yesu. Haleluya. Hii hata unahubiria Al-Shabaab, mliua watu wangapi? We killed 5,000. Sasa hiyo dhambi yenu ya kukill 5,000 haijashinda bado damu ya Yesu. Hiyo dhambi inaondolewa na damu ya Yesu. Niliua watoto wangu na bibi yangu, uko prison, basi damu ya Yesu inaondoa hiyo. Anaweza kukusamehe hata na hayo makosa. Unaona ni makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni sawa sawa na wingi wa neema yake. Maana kuna wingi wa Kristo haumalizi. Wingi wa Mungu hauwezi kumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msamaha uko hapo. Haijalishi mtu ametembea na kiasi gani, hata kama alikuwa anamtukana Yesu, sijui alifanya nini, sijui alichoma Biblia, Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa nani kwani? Huyo Sauli alikuwa nani? Mtesi wa kanisa. Anaona watu wakiuliwa mbele yake, anatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wauliwe.
lakini Kristo alimsamehe. Haleluya, Kristo alimsamehe. Wachawi, Paulo anatembea, kuna wamama wachawi hapo in the book of Acts. Naambia mkombole, mpokee roho, wanataka kununua huyo roho. Bwana Yesu asifiwe. Pia hapana, nyinyi ni muokoke. Haleluya. Wachawi wanaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna dhambi inayoshinda neema ya Kristo. Watu watiwe moyo jamani. Watu wa mataifa watiwe moyo. Mtu atakwambia nimekuwa mlevi for you over, ninaona nimestrike kweli, but are you ready to begin a new life? Kristo bado ana nafasi, atakusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tumeona kuna msamaha wetu na ukombozi ndani ya damu ya Yesu. Hiyo ilimwagika tayari. Kwa hivyo amini na ishi katika msamaha huu. Wewe ulisamehewa. Wewe si mwenye dhambi tena, umesamehewa. Wewe si mfungwa tena, umekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jua hayo yaishie. Wewe si mgonjwa tena, umepona. Tembea kwa uponyaji. Tembea kwa uponyaji. Hata wengine pale wanaponaga kwa zile crusade, si kwamba eti alikuwa ashapona. Alisikia imani kwa activated, akasema mimi ni kwetu, acha ni na ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Alipoinua mguu mmoja, mwingine ukapiga. Bwana Yesu asifiwe. Na inakuwa ni permanent because of faith. Imani ndani yake. Si kwamba kichwa ikugongi na kugonga, lakini kwa mapigo ya Kristo mimi nimepona, ninaomba niende town. Ukifika barani kichwa mbone na kuachilia. Maana haujaishi kama mgonjwa. Unaishi kama mtu mpona, aliyepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hali ngumu, unaona kama umesota. Mimi ni tajiri. Alikuwa maskini, alikufa kama maskini ili mimi niwe tajiri. Toka. Bwana Yesu asifiwe. Usikae hapo unaona kama umesota. Toka utembee, ukakutane na utajiri wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. That is faith. Na neno linasema we cannot please God without faith. Mungu anapendezwa na watu wa imani. Anapendezwa na watu wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi mapito umepitia, imani inampendeza Mungu. He will restore you. If you have faith, he will restore you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na imani, Mungu anakurejeshea tu, maana inampendeza. Hiyo ni Ephesians 1:7. Tusome nyingine, Romans 1:16. Habari tu za dhambi na kusamehewa, wewe umeokolewa. Verse 1:16. Kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Mgiriki pia. Kwa hivyo Paulo anasema haonei haya Injili, kwa maana Injili iko na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Unapokaa na rafiki yako, unapomweleza, hata uhitaji tu pate nguvu, tunasikia sasa I feel like preaching. Preach it. Bwana Yesu asifiwe. I feel like prophesying. Prophesy. Neno linasema hapa, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo. Injili tayari iko na uwezo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa na mtu tu, ndugu yako, umekaa na yeye, unamweleza Bwana. Kuna wokovu. Injili inaleta, ni nguvu iletayo wokovu. Hata sisi wengine hatukuokoka siku ya kwanza. Unajua mtu mwingine atakuangalia aone kama wewe ulizaliwa ukiwa umeokoka. My friend, sisi ni wale watu pia tulikuwa hiyo area. Tunaambiwa basi ndugu leo usiokoke. Bwana, tulia bado, hata sisi ni vijana. Tunataka tukae kwa vijana, kwa ujana kidogo, tutaokoka baadaye. Tena unauliza pastor, kwani wewe pastor uliokoka bado ukiwa kijana ama? Unajua mapasta wengine ni wajanja, wanaokoka wakimaliza ujana ndio wanaokoka. Basi pia sisi tuache. So tulikuwa hapo pia. We could challenge those pastors, lakini wao pia waliendelea, walijua siri ni Injili ina uwezo uletao wokovu. So hawakuacha.
Tungekutana nao tena. Habari yako, ile habari unaifikiriaje bwana? Unajua wewe ni mtu unafaa ukae kwa huduma sasa. Wewe ni mtu umeokolewa. Unafaa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hiyo injili hiyo ilileta wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kafika mahali Bwana sisi tuko hapa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Baba tuko hapa. Tuchukue. Haleluya. Wokovu ukaingia kwa sababu ya injili. Kwa hivyo tusichoke. Ni ndugu zako, ni watoto wako. Find time, share the gospel. Bwana Yesu asifiwe. Share the gospel. Hiyo inaleta wokovu kwa kila aminie. Kwa sababu kuna kuamini pale. Sasa kuamini kunakuja kwa kusikia na kusikia. Hata mimi kuna kijana wa ndugu yangu mkubwa. Bado hajaokoka lakini anajua yeye ni mtakatifu. Nilimweleza, akanichallenge na maswali yake, nikamweleza tukasoma. Sasa yeye hata sasa nikimuuliza wewe mtakatifu, ataniambia yeye hata kama anacheka. Maana anajua ukweli. According to the Bible yeye ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kazi yake ni tu hajataka kuamini, anakaa ni kijana pia. Lakini hiyo injili hiyo ina nguvu ndani yake. Kuna nguvu inaendelea ndani yake. Italeta wokovu. So tukikaa tunaendelea hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us not give up. Tuhubiri injili kwa ndugu zetu nao pia waokoke. Itakuwa ni furaha sana kwamba siku hiyo tumeenda sote, familia yote. Haleluya. Familia yote, yani tuko huko mbinguni. Hiyo si furaha? Haifurahishi sasa. Najua kule tena tutakuwa tunajuana. Usione eti kama kule tutakuwa tujuana. Sasa leo bwana umefika. Bwana Yesu asifiwe. Elia anajulikana huko, Musa anajulikana. Kwa hivyo pia sisi tukienda tutakuwa tunajulikana. Amen. Kwa hivyo useme tutabadilishwa tukasahau hata tutajuana. Mama kama John hayuko utajua. John lakini tukose. Tuendeni sote. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi Musa anasema tutakwenda na ng'ombe zetu na vyote tukamwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wetu, ndugu zetu tunapenda tukue sote. Haleluya. Kwa hivyo tusichoke. Tuhubiri injili kwa upendo. Hata ina nguvu nyingi. Yenyewe tayari ina nguvu. Haihitaji nguvu zako. Ina nguvu tayari. Wewe ongea tu. Umesamehewa. Wewe umetakaswa. Mimi nimetakaswa. Wewe umetakaswa. Unajua wewe mtu anataka kujua kwa nini ametakaswa, nini namwambia ametakaswa. Mfungulie maandiko. Na maandiko ndio haya tunasoma. Tusome mengine. Acts 10:43. Acts 10:43. Inafurahisha unapoelewa kweli hii. Na pia inakufanya kushuka sana unapoelewa kazi ambayo Kristo amekufanyia. Neno nasema huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa hivyo manabii hata kabla Yesu aje, manabii ukisoma vitabu vya manabii utapata ushuhuda huu ya kwamba kwa jina la Kristo kuna ondoleo la dhambi. Kwa hivyo manabii walitangulia kutayarisha mioyo ya wanadamu ya kwamba Yesu anakuja, kutakuwa na haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mapigo yake sisi tumekombolewa, sisi tutatakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Manabii walisema sisi ni tuamini. Wewe unabii umekamilika. Leo hatuingii tena kwa upande wa manabii eti sasa akikuja leo tunaishi hapo. Alikuja na tumeondolewa dhambi. Amen. Tumeondolewa dhambi. Romans 3:23. Lakini mwanadamu ukipata na mtu kunja anajidefend mwenye ni mwenye dhambi. Yaani unaweza shangaa kama hiyo dhambi wako na mwenye namlipa kitu. Endman. Wewe unang'ang'ana, wewe mtakatifu. Mimi ni mwenye dhambi. Kwanza hakuna mtu Haleluya. Hata
Sijui kwa nini. Shetani ni mwongo sana. Shetani ni mwongo. I'm sorry to use this example. Ni sawa na mtu yeyote ako na HIV AIDS anasema mimi, anajivunia, anaenda kitangaza kwa watu. Mshaiona? Lakini mwenye dhambi, hata ni kama mkusanyiko, watu wamekusanyika, anasimama boldly, mimi ni mwenye dhambi. Wewe unasema mtakatifu, tuonyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inakusaidia na nini kwa mwenye dhambi? Shetani. Ndio hii hapa basi. Romans 3:23. Hii inasemaje? Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hiyo ni kweli. Sote tulipokuwa ndani ya Adamu tulikuwa tumefanya dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tuendelee mbele, verse 24. Verse 24. Wanahesabiwa haki. Sikia next verse. Wanahesabiwa haki wale wote ambao wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki. Hii verse sasa huwa ndio imefichwa, wakati hii nyingine ya kwanza iko wazi. Hii huwa imefichwa sana, na hii ndio inafaa kuwa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uelewe ule ulimwengu naishi ni ulimwengu aina gani. If you think this world is world of light, my friend, you are lying to yourself. Hii ni world ya darkness. So ile kitu inaonekana ni kama ni ya darkness, yani inachochea darkness, ndio wame advertise sana. Hata iwishi hii vazi ingekatwa, ingekuwa imeshikana yote moja kwa moja, mtu alisome mpaka mwisho. Maana wengi wamejua 23, 24 hawajui hata inaanza vipi. Lakini inaanza hivi. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndipo kuna nguvu. Ule ni ugonjwa. Hadi daktari ameangalia, akakupima, akafanya skani, akaona wewe uko na ugonjwa. Haleluya. Sasa alipofikia hapo, badala uende pharmacy ukachukue dawa, ukaenda nyumbani na prescription yako kwamba nimepatikana niko na chikungunya, kwa hivyo nimekuja nyumbani. Mbona hukuchukua dawa? Bwana Yesu asifiwe. Dawa ni kwamba wamehesabiwa haki. Dawa hata ni muhimu kuliko ya kwamba uko na chikungunya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo dawa huwa ni muhimu kushinda the fact kwamba uko na chikungunya. Maana hiyo dawa ndio itakusaidia. Lakini fact kwamba umejulikana uko na chikungunya, hiyo itakufanya uendelee kuishi kama mtu wa chikungunya. Lakini ukipata dawa, punde unaanza kuishi kama mtu mwenye amepata dawa. Unaanza kusikia watu wenye wamepata dawa ya chikungunya, kichwa inaanza kuachilia. Kichwa imeachilia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio hii, wamehesabiwa haki. Hii basi tuishike wapendwa. Tumangane tuishike. Maana ile tulifundishwa kwanza ni ile ya kwanza. Wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuko hapa tushike hii. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Hiyo inafurahisha ama haifurahishi? Hiyo inakutishia kama ile nyingine ile umesoma hapo mbele. Wote wote. Hata mimi hapo ndani na huko mbele, lakini tumehesabiwa haki bure. Hiyo inanipatia pumziko. Nasema asante Yesu. Umenihesabia haki bure. Haleluya. Romans 3:10. Hata ukipata time unaweza soma tu Romans yote. Romans inaeleza vizuri sana habari za wokovu. Romans 3:10, kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Haya, endelee. 11, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. 12, wote wamepotoka. Ndio hapo tulifika. Hii nyingine wote wamepotoka. Wamefanya nini? Wameoza wote pia, hakuna mtenda mema la hata mmoja. Ni kweli? Verse 13,
Na hizi basi ziwa ni muhimu sana. Ukikuwa na hizi, mtu akianzia pale wote unachukua, unakubaliana nayo, sikatai, unakubaliana nayo vizuri, ndio atapata ile next, kwa sababu hautamalizia pale. Amen. Koo lao ni kaburi wazi, kama ndimi zao wametumia hila. Kuna dawa huko mbele. Haya ni magonjwa bado yanaendelea huko mbele. Luka 21. Hapa ni magonjwa tu, magonjwa. Verse 21. Lakini mali kuna lakini ina cancel hizo vitu zingine zote zilitangulia huko. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Kuna haki yake sasa imedhihirika sasa. Wote walikuwa wamehesabiwa waangamie, lakini sasa kuna haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa kuna wapendwa, huyu Mungu ni watumaini. Ni watumaini kabisa. Tumalizie tu hapa. Mungu wetu ni Mungu wa tumaini. Tunasaidiwa tuone unyonge wetu, alafu kisha anatupatia nguvu. Anatuambia sasa iko hivi. Paulo anasema, jamani, ni nani atakayeniokoa kutokana na mwili huu wa mauti? Hapo mbele neno linasema anapata kufunuliwa, hakuna hukumu juu ya wote walio katika Kristo Yesu, wasiotembea katika mwili bali katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tumaini. Na hapo ndipo tumeishiwa tutembee. Tumeitiwa hapo tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi changamoto tunazopitia, tukawatie wengine nguvu, tukawahubirie habari njema. Amen.